Watu wa kwanza wanaodhulumiwa katika mujtama ni wafanyikazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ni ndugu zenu hawa ambao wamekuwa chini ya mikono yenu. Allah ndo amewajalia mkawa na upper hand. Allah ndo amewajalia kwamba wamekuwa chini yako, wanakufanyia wewe kazi, wanakuhudumia. Na hatuzungumzii mfanyikazi wa nyumbani peke yake, wafanyikazi wote wanaokuwa chini yako. Hata kama kampuni si yako, hata kama sehemu unaposimamia si yako, maadamu wewe ni mas'ul, Allah amewajalia wako chini yako. Ja'alahumullah, ni Allah ndo amewajalia kwamba leo wako chini ya mikono yako. Lakini kesho hujui, labda wewe utakuwa chini ya mikono yako, au labda kama si wewe, mtoto wako ndo atakuja kuwafanyia wao kazi. Sikizeni hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hadithi al-Qudsi, hadithi yenye kutia hofu. Watu watatu hawapati amani siku ya Kiyama. حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله منيزم وسيما ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة. watu watatu mimi na wao tutakuwa tunye kupambana, na yule ambaye nitakayepambana naye basi nitamshinda. Mmoja katika hawa watu watatu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, rajulun, mtu, istajara ajiran, amemwandika mtu akampa kazi, fastawfa min, kisha yule mtu akamaliza kazi aliyopewa, baada yake walam yufihi ajru, hakumlipa namna inavyotakikana. Huyu ana vita na Allah siku ya Kiyama. Ayuha alahibba, usione ni katika ujanja kwamba ni kusave pesa, usione ni katika ujanja kwamba kumchelesha mtu pesa umalize kazi zingine. La, ndugu Muislamu, epukana na tabia hii, kwa sababu wewe utakuwa ni mwenye kupambana na Allah siku ya Kiyama. Ayuha alahibba, vipi utapambana na Allah siku ya Kiyama? Na siku hiyo wataka rahma ya Mwenyezi Mungu.